Mimi naweza sema Ariisi sababu kama angekuwa msima sahihi angekuwa juu sana kwa watu ya music. Ariisi mwana wa sababu watu nakuja wewe najua rafiki yako amefariki. Rafiki gani? Ariisi ameingia kwa mtoni hata hawezi toka, gari ameanguka na wakarodi. Kweli mimi nakwenda kuona na gari ya company. Sikujua singechelewa na magari. Yeye nauliza sababu gani? Sababu gani? Sio watu wakataja yeye sababu gani? Unasema ukweli. Sijui alikuwa baba alikuwa mzee yako kweli. Alafu yeye anafanya yeye namna hiyo. Alafu nafanya hii. Wakati nzuri amefanya makampuni mbalimbali. Vile nimemkumbuka Ousa kutoka Jaya. Wakati nzuri amefanya makampuni mbalimbali. Kazi ya Chemelili shuka kama manager. Akaenda kule Nandi Tindereti esiteti. Kazi ya Chemelili shuka kama manager. Akaenda kule Nandi Tindereti esiteti. Asante sana bwana Ousa. Chemelili ndigarenga sukari, agakonya abantu baita bangiga wate sukari. Igabu Chemelili ndigarenga sukari, agakonya abantu baita bangiga wate sukari. Bakararabuya bakamutuma samajani. Igabu Tindereti esiteti ya Bonandi. Bakararabuya bakamutuma samajani. Igabu Tindereti esiteti ya Bonandi. Kutoka soko la Kodaja Sakwa lokesheni hapo wilayani Siaya. Ogutu'S kutoka soko la Kodaja Sakwa lokesheni hapo wilayani Siaya. Ogutu'S abantu baitokelito kabego bokonya abantu bunabotambe. Ogutu'S abantu baitokelito kabego bokonya abantu bunabotambe.
Ogutu. Tumekuwa tukikusikia kwa miaka mingi. Hii rekodi tunaipenda, lakini hatukuwa tunajua sura ya Henry Ogutu. Na ndio huyo. Tuko kwako soko la Kotaja. Soko la Kotaja. Sakwa location, Siaya County. Siaya County. Habari yako mzee? Salama sana niko. Nataka uangalie kamera. Aba kusi wanataka kukujua leo. Watanijua mimi ni huyu. Sasa waambie Henry Ousa Ogutu ni nani? Henry Ousa Ogutu ni mimi. Nimemzaliwa ya hapa na hii ni mji yangu. Tangu mimi nilizaliwa 1942. Saa hii mimi niko na miaka 78. As at now. Na mimi nimekisakua nilipoenda shule nafanya ile CEE ya zamani ya darasa la 4 nikafanya 1954. Alafu nilipofanya hiyo nikaenda kwa intermediate nikafanya kape standard 8. Wakati hiyo ilikuwa naitwa ilikuwa standard 8 tulikuwa tunaita form 1 siku hiyo. 7 ndio ilikuwa ndio naenda 7 yes CPE. Alafu nilipomaliza nikaenda secondary Yala. Nilipotoka huko secondary nikafanya Cambridge huko. Alafu nikatoka. Nilipotoka nikarudi nikaenda Kaimosi nikachukua course ya farm management diploma. Alafu nilipotoka hapo Kaimosi tajiri yangu ya kwanza ilikuwa Miwani Sugar Mills. Miwani Sugar Mills. Ndio nilianza naye. Na nilipotoka Miwani Sugar Mills 1968 November 4th. November 4th 1968 nimeingia Chemelil Sugar Company. Kama manager. Kama manager. Nilipotoka Chemelil Sugar Company 1978 again nikaenda Tinderet Tea Estates. Nandi Hills. Nikakuwa huko assistant manager. Alafu kurudi kutoka 1986 October 15 nikaenda Sutik Territory State manager. So 1994 nikaretire. 1994 nikaretire. Ukarudi nyumbani. Nikarudi nyumbani. Sasa niliporudi nyumbani kufika 1997 nikaona kukaa kwa maana sasa tumebaki na mama tu sisi wawili. Naona mzuri sasa nianze biashara yangu kidogo. Sasa nikakuwa kama auctioneer. Sasa kama banks mimi nafanyia hizi makina Equity Bank. Wale iko na kama kuna watu hawataki kulipa deni mimi naona wewe ndio unawashughulikia. Mimi nashughulikia hao. Wengine mimi naenda mimi nafundisha vile ya kulipa. So ikakuwa hivyo. Sasa tunataka kujua baada umefanya kazi ulianzia Miwani Sugar Mills. Ukakuja Chemelil. Ukaenda Tinderet. Nikaenda Tinderet. Ukakuja sasa Kericho. Sasa nikakuja Kericho Estate. Kericho Estate. Ilikuwa mwaka gani? 1986. October 15. 86. Mpaka 1994. Mpaka 1994. 86. Ulikaa muda mrefu. 86. Ndio nimeingia Kericho Estate. Hapa Kericho ulikuwa unafanya kazi kama manager. Ulianzia manager? Nilianzia assistant manager. Alafu nikakuwa promoted. Nikakuwa manager. Kwa sababu ya bidii. Sasa hapo Kericho nilipokuwa mimi nafanya kazi, tukakuwa na mimi supervisors zangu kama sasa ile mimi naita mwingine mimi naona nakuja iko in rags. Mimi naona hiyo nguo hapana madadi. Hata iko wakati mimi nilichukua ma supervisors. Nikapeleka kwa fundi. Ukawashona uniform. Si ndio? Nani hata na yeye naitwa Joseph Cornelio. Joseph Cornelio hapo Ikongo. Is aware of that. Mimi nikasonia au manyapara. Na nalipa pesa yako. Mimi nalipa pesa yangu. Nalipa pesa yangu. Alafu wanakuja. Mtu nyapara mimi naita yote kwa ofisi. Nikauliza nani hapana iko na nyumba nyumbani? Nyumba.
Kirito hapa ndani ya Kirito kulikuwa na nyumba mlikuwa mnapewa wafanyakazi wanaishi ndani. Na watu lakini nyumbani hawana nyumba. Ndio. Unauliza ni nani hana nyumba? Ile anapata ruhusa anakaa hapo Ikonge, ruhusa kukwisa na rudi. Na mimi tukapanda haka hiyo kwa maana ya not steady. Sasa hii mimi nikaita hao. Sasa hata wengine walikuwa wanasema huyu hakuna nyumba. Hakuna. Huyu hakuna nyumba. Hakuna. Basi mimi na make arrangement. Tuma supervisor na kwenda angalia. Supervisor naangalia na hakuna nyumba. Narudishia habari, huyu jangili hakuna nyumba. Hakuna nyumba. Basi Jumapili tayari. Tayari na miti sisi nakata nafanya namna gani, kila kitu mimi nakuwa tayari. Mimi naona iko miti, hata kama ni ya kununuliwa tunanunua, iko miti ya kujenga na mafundi mimi nampa yeye, mabati mimi nampa yeye, wanaenda anarudi kisa jengwa, hawezi rudi kazi na siku anaandikiwa, anaandikiwa mpaka amalize nyumba, ndio amalize hiyo nyumba arudi. Akirudi mimi nachukua mengine yote. Niseme wale wote ambao hawakuwa na nyumba walipata kwa jina. Walipata nyumba ukiwa manager pale. Mbona ulifanya hivyo? Mimi nilikuwa naona vile mimi nakaa, nilikuwa mimi naona mimi nakaa mzuri. Alafu huyu anafanya kazi na yeye ni assistant, yeye ni supervisor yangu. Na anakaa mbovu. Mtu ambaye anakaa mbovu hawezi kufanya kazi mzuri. I motivate them ili aone kazi kumbe ni mzuri, nifanye kazi mzuri, huyu utapenda mimi kuliko. So hata iko wakati ambaye mimi nilipata kikombe ya production Kirito mzima. Mimi nilipata kikombe ya hiyo tangulia. Kama production yangu ilikuwa iko juu. Nilipata kikombe. So ikaendelea hivyo. Sasa ile ilikuwa mimi nafanya hizi vitu hii watu wafanyikazi naendaga Ikonge nasema iko manager mwingine amekuja hapa, mtu mzuri, ukajulikana. Nikaanza kujulikana. Alafu wakati mmoja iko mwingine ambaye sitaki sema jina yake, amemeka arrangement, manager mwingine amemeka arrangement watu wakuje wapige mimi ili nitoroke. Alafu kabla hiyo kutendeka, mwingine akakuja akanieleza, wewe najua hata ingawa hapa wewe nasaidia sisi namna hii, kuna watu wakafurahi, watu hapana furahi. Sasa mimi nikaelezwa. So mimi nikaenda kwa manager ingine tena, factory manager. By then nikaenda kwa huyo factory manager, nikapigia Ariisi, alafu ukapigia nani? Maina. Stephen Maina Omweri. Stephen Maina Omweri alikuwa anafanya kazi gani? Ilikuwa manager ya factory. Sasa nilipopata hii habari ati yuko watu wanataka mimi embarrass mimi nitoroke. Sasa mimi nikatoka, nikaenda kwa Maina Stephen. Piga Ariisi. Kwanza mimi nasalimu yeye mzuri. Kila salimu yeye mzuri, nikamwambia mimi jina yangu mimi nafikiri unajua mimi naitwa Henry Ousa Ogutu. Na mimi nimekuja hapa na mimi nataka tufanye kazi kama marafiki. Sasa mimi nilikuwa kisajua jina yako Stephen Maina. Na ulijua wapi? Mimi namwambia manager Mr. Johnston. Mr. Malcolm Johnson mzungu ambaye tulikuwa naye Tinderet, alipata transfer hapa. Nikamwambia saa ile ilikuwa mimi nataka patiwa transfer Tinderet. Malcolm Johnson akakuja, nikamwambia mimi Ogutu, mimi nataka wewe kuja usaidie mimi kazi. Sasa nikamwambia Maina huyu, ati nilijua wewe from you general manager. Ulinijua? Ulinijua mimi kutoka kwa general manager? Nikasema kweli ndio. Basi sasa Maina akamwambia mimi leo nataka peleka wewe tukwende tupige hii ya DC Ikonge. Na mimi nimeoga hata ingawa mimi naenda. Mimi ni muoga. Sasa na hiyo DC ya mimi kupigwa ilikuwa iko kweli. Alafu Maina tukaenda Ikonge. Yeye aliinform
wale ambaye wanataka mimi ambaye nilikuwa natumikwa na manager ingine ili niwachie kazi. Tukaenda Ikonge. Tunakaa. Kidogo mimi naona watu naingia. Tunapiga disi. Sasa hata mimi pia iko pesa. Ombe wacha naye. Sasa lunch na saa supper. Nataka tosa na sisi iko hapo. Alafu mimi nauliza nini? Mwenye baa. Iko chakula. Atio iko hata kama unataka, kwa maana sisi tulikuwa wengi. Hata kama unataka mbuzi itakuwa. Sema mbuzi iko chinja. Ile chinjwa siku saa hiyo. Ikachinjwa mbuzi itakuwa na pombe inaendelea, mimi nalipa para tabu. Saa hiyo mimi iko huku saa imekuwa usiku, hata watu yangu kwa muji nyumba yangu mahali niwacha hao they are worried. Sasa amepotea wapi? Kumbe mimi iko mahali nzuri. Huyu wakati hakuna simu. Wakati kuna simu. Sasa saa ile sisi pombe kitakuwa mzuri kabisa. Ndiye sasa Maina nasema. Fulani sitaki kuita jina. Au mnataka niite jina? Fulani. Isipokuwa si huyu. Huyu yako kwa hiyo group hiyo, mtu aliitwa jina, alikuwa anakaa ile sokoni kutoka Ikonge unaenda hii inaitwa nini? Kerenyo. Magwagwa. Hiyo mtu alikuwa anaitwa Soja something of the sort. Na mwambie, huyu si Mjaluo. Huyu ni Mkisii. Tena anasinda Mkisii. Kiona hii. Gaki, sitaki kusikia hiyo maneno. Ikuishia hapa. Wewe najua saa hiyo sisi napiga hadithi hapa na makinarisi walikuwa wanafanya practice mahali. Wakaingia sasa pia wao wanataka refresh. Akasikia vile tunaendelea watu kaintroduce ourselves. Sasa tulipomaliza hiyo karibu saa 5 ya usiku, mimi naenda kwangu. Namna hiyo. Sasa kitu tasaidia mimi tena. Mgeni bengi rafiki yangu. Mgeni alianza kukua rafiki yangu kabisa. Akamwambia mimi iko mtu mmoja hata ingawa ni bubu nasumbuka sana. Kwa nini wewe huwezi patia hata askari hapa na nini? Hapa Kirito. Hapa Kirito. Ajunge. Hata kama ni bubu. Hata kama ni bubu. Mimi lete. Kufika saa kama 7 hivi mgeni ameingia na bubu. Bubu alikuwa anaitwa nani? Achoki. Mimi niliandika yeye askari ya boundary. Naangalia wale na katakata miti ya company akamate. Bubu akaenda. Sasa ile mimi bubu naenda huko mgeni akamwambia Ariisi. Wewe najua ile manager kumbe ni nzuri. Ameandika bubu ile. Ameandika bubu. That's a gentleman. Sasa wakati hiyo kidogo mimi Ariisi anakuja. Walikuja na mgeni kwangu mchana kana. Mali ulikuwa unaishi? Ulikuwa na nyumba ndani ya estate? Ndani ya estate kubwa. Bedroom stand. Kubwa na quarter. Huko kila mtu. Gari umepewa? Askari, si ndio? Sasa walipoingia, kwa maana nilikuwa mimi najua mgeni kwanza ndiye nilijua kabisa. Sasa mgeni amekuja nataka aona manager ambaye anaandika buku. Sasa walipokuja tukakaa namna hii tukapiga tu. Sasa this is quite smart. Very smart. Hata huenda kuwa watoto wafanyikazi yangu walikuwa nafikiri yeye ni mwalimu. Sema kweli mwalimu. Smart. Anakaa. Unaona hapa alikuwa na Ariisi ilikuwa smart kusema kweli. Alafu sasa tukapiga hadithi na Ariisi, ikakaa namna hiyo. Alafu tulikuwa tuna approach Kisiso. Akakuja akapigia mimi hadithi ati wewe najua sisi sasa nakuwa tu tayari. Tunataka enda Kisiso. Nataka enda Kisiso. Hiyo na sasa imebaki karibu mwezi mbili. Mimi namwambia wewe mimi nitasomea wewe uniform. Pande mzima yote watu 11 karibu.
I promise you I'll give you that. Akaenda. So siku ile ilikuwa mimi naona karibu nabaki karibu 1 month. Nikamwambia Ariisi. Sasa Ariisi walikuja na bwana mgeni. Nikamwambia hao sasa mimi nataka kesho jioni takuja chini Ikonge. Mimi nataka hiyo watu wapime uniform pande mzima. Bana wasema wakapimwa hiyo bana mzima, nikaleta hata viatu hata kofia. So hata mimi niko na picha hapa ambayo tulipiga na DC Saile, ilikuwa mimi napeana hiyo uniform. Iko hapa kwa nyumba? Iko hapa sijui iko kwa nini hapa. Nyamaza tu kwanza utaileta tuione. So ikakuwa sasa, kumbe haina tuonzea mimi nyimbo. Na hujui? Sijui. Sikujua. Alituma huyu akakuja akauliza mimi kisiri. Nipatie simu baba. Na mimi napatia yeye, tu information yeye kutoka kwangu, anaenda namwambia Ariisi. So hii nyimbo natungwa na mimi hapana jua. Bas nyimbo ilipokuwa kwisha iko bandi ilikuwa ile baya hii ilikuwa inaitwa nani, ile ilikuwa juu nani Kabinga. John Kabinga. Tukaenda dance kwa John Kabinga. Mimi nilitoka kwangu na maaskari yangu wakasindikiza mimi mpaka kwa Kabinga, tukacheza kwa Kabinga. Bas sasa tukakaa ndiye tukapiga DC, ndiye huyu akakuja akamwambia mimi kisiri, unajua umeimbwa, iko record imetoka. Iko record imetoka, utasikia siku nyingine. Mimi namwambia mimi. Halafu nikakaa kidogo, hiyo record imetoka. Ekerundo 4. Ekerundo 4. Number 4. Thibitisha kama ndio hiyo. Ndio. Hiyo ni Ekerundo 4. Bando ingine naenda Abajumbe. Ilikuwa hii Santuri. Chuni. Mimi kuna familia. Mpaka hapa sasa. Unaweza kuona Ekerundo 4, number 4. Ekerundo. Sasa hii Abachumbe injuamo. Abachumbe injuamo. Abajumbe. Na hapa chini tukipindua ni Bwana Henry Ousa Ogutu'S. Ndio huyu. Umemanage aje kuweka mpaka saa hizi hii mwaka huu. Ilitoka mwaka gani? Hii ni 1980. Hakuna mwaka hapo. Mwaka lazima ikuweko. Hebu angalia. Mwaka lazima. Mwingine hakuweka mwaka Singine tulikuwa tunaweka mwaka. Lakini ni mpya. Hii ilikuwa this is 19 what? 1994. 80. Kwa maana niliingia 86 na mwaka huu ni 87. 87 na 88. 88. Ulijaza hii? Hiyo ndio rekodi yangu ya kwanza. Ya kwanza Mung'are. Wende mjaza ni Mung'are. Mung'are kucha hapa. Mung'are weka kitu yako hapa. Ogutu'S kutoka Siaya. Hii ni Ekerundo. Ekerundo namba 4. Ilikuwa red. Bwana Henry Ousa Ogutu'S. Ndugu John Ariisi sababu. Kirwanda songa 78 jazz. Ni ya 80s. 1988. Kwa maana imeenda karibu 1986. October 15th. After 2 years ukaimbwa kwa uzuri yake. Na ndio hii. Ndio hiyo. Bas, tuendelee. Sasa mgeni akakuja akakwambia Ariisi kuna kitu anatengeneza. Kisiri. Unajua Ariisi anatengenezea wewe nyimbo. Mimi naambia kweli. Utasikia siku nyingine.
So saa ile tulikuwa tunaenda kwa Kabinga, ilikuwa na Kabinga ba. Ilikuwa iko dance hapo, mimi nikaenda. Wali invite mimi niende, nikaenda. Saa ile sisi nacheza kidogo kidogo, anakuja kanisa. Ile nyimbo imetoka. Utasikuni mgeni yaje. Ya God komonge kajibedi. Sasa kidogo nyuma ya siku mbili sikaletwa. Sasa imetengenezwa. Imetengenezwa. Ukawekewa. Nikawekewa kwangu. Hata hiyo ngoma yangu mali ilikuwa nipiga iko hapa. Sipokuwa beti ndio hakuna. Kinanda. Radiogram kubwa. Radiogram kubwa. Ile inaweka peke yake. Mbona ulikuwa tuone? Inaweza pepa kujaona. Angalia ndio hii. Kubeba anabeba. Uwezi beba. Wanabeba. Angalia muziki iko ile. Hujawahi ona. Ndio hii. Ndio hiyo. Ndo nilikuwa ninacheza. Hapana kama ingekuwa hapa mimi. Yeye anakuja hapa hivi. Nilete. Sasa geuza unataka hiyo. Ilikuwa inafunguliwa hii. Fungua hii. Alafu records na kaa hapo. Unafuta hii. Bana futa sana uvunje. Na hii. Ukifuta hii unapanga records hapa. Sasa hii hata 10 ndongero kwa kubeka ba yani kiebanga yo kiebanga chaje kwa ndao na msaya sasa kama hakuna power ndio unaona basi sasa hii weka sani hapo panga ingine hata 10 beba deseni moja 12 karabeka yeye chiko koroki keta 1 by 1 Jinsa ni exam. Bwana leta ule. Alafu yeye anafanya yeye namna hiyo. Alafu unafanya hii. Haya, alafu naanza kama sasa bwana hata hiyo. Sasa size yake ni 33. Na ile kubwa ambayo pia mimi niko naye ni 78. Ukiweka ile kubwa. Sani ile kubwa ya gramophone ile ya zamani. Sasa hii kicheza. Okay, ikimaliza inaanguka tena, hiyo nacheza inaanguka mpaka inaisha. Sindano iko wapi ya kusoma? Hii ndio hii. Kamata hapa, si ndio hii? Sasa inasomea wapi? Inasomea wapi? Kusoma hivi. Si anakuja saa ile kidogo. Na saa ile mkwisha anarudi peke yake. Alafu narudi na ile atonya. Ile atonya kungie pate ya moyo ndio mawe kuonjura. Saa hiyo mimi niko na wageni, mimi napiga tu hadithi. Na inaendelea peke yake. Sio ilikuwa kama ile inaisha. Sasa ikiisha anapanga tena. Hii ikikwisha anapanga tena. Unapendua abue peke yako. Hii ni volume. Ilikuwa na radio. Volume hizi. Radio ni hizi. Hizi ni radio. Hii ulinunua mwaka gani? Mwaka gani? This one 1968. Hii nimenunua 1968. Hii teknolojia ilikuwa ya kitambo. 68 unaona? Mr. Henry Ogutu. 1960. Hata dakika hii bado mimi niko na vitu yake yote. Ile nilinunua naye. 1968. Sasa rekodi imetokea. Yes. Sasa rekodi ilipotoka, urafiki yetu na Ariisi ikaendelea. Ikaongezeka. Ulipenda rekodi? Sana. Sana. Nilipenda rekodi sana. Kila hata saa nyingine tulikuwa tuna make arrangement na Ariisi na huyu tunaenda Kisumu kutembea, huyu naendesha sisi tunatembea tunarudi. Ariisi ilikuwa smart jameni. Very smart. Very smart. Watu yangu yote wafanyikazi yangu walijua kama yeye ni mwalimu. Kwa maana kisa fengeza hii mzuri na kwa Ariisi liwafanya na Ariisi. Very smart. Very smart. Neat. Ariisi. Na paka wakati iko mama na kuongea. Anaongea pole mzuri sana. Hata kama yeye anataka uliza mimi kitu.
aigaki Ogutu. Sasa alikuwa naona namna hii itakuwa namna gani? Mimi namwambia sitofanye hivi au mimi nitasaidia wewe namna hii. Iko wakati yeye alikuwa alienda alipata was it accident? Siku ile alienda walianguka na gari ya Omambia. Walianguka na gari ya Omambia. Alafu maneno ikaingilia mimi kwa estate. Gari ambayo alipeleka Ariisi ni ya kampuni mpaka Kaplong. Ariisi mwana wa sababu watu nakuja wewe najua rafiki yako amefariki. Rafiki gani? Ariisi ameingia kwa mtoni, hata hawezi toka, gari ameanguka na wakarodi. Kweli mimi nakwenda kuona na gari ya kampuni. Tunafika tukachukua Ariisi Kaplong mpaka Kaplong. Mambo yote nini ni wewe. Ariisi gaki naye. Unajua Msogutu, sababu tumekuja hapa kuna kisasi cha miaka 2000 hivi. Hata kuna watu wa kitamba hawakupata ruhusa ya kumuona John Alice sababu. Lakini ni mtu anaheshimika kufika sasa hivi husi mzima na Kenya mzima. Na hata wakati ile Ariisi was the best band maker. Ile mtu mwingine ilikuwa inaitwa nani ambaye nyuma kule nyuma. Monyonjo tu ndiye alikuwa anaweza bigana na Ariisi kidogo. Lakini Ariisi ilikuwa anapiga gitaa. Na very smart, hata kama saa ile inakamata gitaa huwezi kujua ni hiyo kazi yake. I like him. Huyo mtu alikuwa maadadi. Wakati hiyo alipata accident, the whole estate was gloomy. Kama kila mtu alipenda yeye. Kila mtu. Kwa hivyo Ariisi alikuwa anajulikana kwa estate. Hapana. Estates hapana Kericho peke yake. Sasa kuna hata ni all estates hapo. Kuna record moja ilitokea. Yes. Tunaita safari ya Kericho. Yes. Ile ya Ongojui. Unakumbuka hiyo kitendo? Au kwa? Kitendo ile ya mama amepepa mtoto anaambia mzee mshahara unamalizia kwa pombe. Nakimbia naye kwa janga huko. Naweza kuikumbuka hiyo. Mimi naweza fahamu hiyo kidogo sana. Kwa maana iko hiyo mzee kweli kama alikuwa anapata hii anaenda kwa pombe kurudi anakuwa kali. Madam naona sasa nini kazi hii? Umemalizia pesa kwa pombe. Umemaliza pesa huko. Sina nguo. Mtoto ana nguo. Hata aendi shule. Sasa hii ni maisha gani? Na yeye anakuwa kali. Yeye pia anakuwa kali. Lakini maisha yako kwa hiyo mtu mzuri. Mgeni. Asante sana kwa kutuleta kwa Henry Ogutu'S. Tumeona ni mbali. Tumekuja masaa mangapi? 4 hours kufika hapa Siaya. Unamkumbukaje Henry? Huyu ni sujaa. Wakati alikuja Kericho, iko sawa? Wakati alikuja Kericho, mameneja wale walikuwako waliogopa. Walimuogopa. Kwa maana kwa sababu Cheno manager ndiye alituma yeye akuje kunyorosa Kericho estate. Kutoka Tinderet ndio ilikuwa na manage pia Kericho. Ni kampuni moja. So wakati alikuja vile amesema alipangiwa njama, yenyewe alipangiwa. Kwa maana alikuja na kifua. Alikuja kulainisha manager au assistant manager nini. Lakini alikuja kama assistant manager for the time being, akawa promoted to estate manager. Huyu mzee ile vitu alifanya Mungu ndiye anajua. Wale watu hata saa hii ukienda Ikonge uongee China ya Ogutu, anajulikana kama Sumuni. Hata saa hii vile tuko hapa tukienda uulize historia ya Ogutu utaambiwa. 1. Wale walikuwa hawana manyumba. Miti ya kampani inakatwa na wafanyikazi ya kampuni. Anajitahidi sijui msumari anafanya namna gani, analete mafundi, anapeana Bedford
Ilikuwa KPJ something. Lori. Driver ya kampuni kila kitu wanasindikiza vitu, na mwenye anaenda kujengewa anaandikiwa siku kwa kampuni. Off duty. Enda jenga nyumba. Off paid. Analipwa. So mimi kisasema huyu mzee alifanya kazi. Number 2. Huyu mzee aliokoa Kirwanda. Ni nani anaweza nunulia pendi mzima, viatu, kaunda suit, caps, kofia kama hiyo ya Mong'are? Wote watu 11 including Mogeni ni 12. Anatuma gari inapeleka sisi Kisiso na inakuja kurudisha sisi tena. Ni nani amefanya hiyo mpaka sasa? Vile alikuwa anaita sisi anatuleta Kisumu, alikuwa analeta sisi kwa hiyo wana muziki kina Omore nani. Anaambia sisi tukitaka tupromote Kirwanda. Saa ile unaimba hata ukitembea wewe rudi mahali ulikuwa. Kama ni 6 inches rudi hapo. Usirete inaenda juu chini. That is why Kirwanda ilikuwa inaenda juu. Alikuwa na maadvisor. Hata huyu mzee alifanya maneno mingi kwa Kirwanda. Sasa hapa wakati Ariisi amewahi kuja kwa iboma. Hakukuja. Alikuwa anasema tutakuja. Lakini alikuwa na mpango wa kutembea. Alikuwa na mpango kabisa. Mogeni ndio tumekuja naye hapa karibu. Hata mzee alikuwa amepanga tutengenezea mahali Bondo tukuje kufanya dance. Hapa Bondo. Alikuwa ameorganize tukuje. Sasa kuna wakati unaweza kumbuka kwamba Ariisi ulikuwa unamwambia muziki ya Kijaruo iko hivi, unaweza sikia rekodi za Kijaruo uone kama kuna kitu unaweza angalia, unaweza jifunza. Ndio kwa saa ile tulikuwa tunazungumza na Ariisi ambaye kama sisi na discuss about nini music. Ariisi ilikuwa nasikia zingine kidogo Kijaruo kidogo, anaambia chukua hiyo, chukua hapo iko kitu hapo. Tena inarudishwa nyuma. Chukua hiyo kitu. Naona hiyo sasa sawa. Hii wacha. Hii kabisa. Sasa ikakuwa tukafurahi. John Ariisi sababu ndugu ya Atoya. Mtoto ya Nyaberi. Na tu alikuwa anafanya kazi hapo Kericho. Si ndio? Watu wale walikuwa wanakwenda ona baba yake na hizo. Sababu gani? That is why sababu iko. Jina sababu iko. Kila kitu sababu gani? Sababu gani inasumbua wewe? Sijui yeye alikuwa mzee yako kwetu. Unasema ukweli. Sijui alikuwa baba alikuwa mzee yako kwetu. Sasa kama uniform ndizo hizi. Si ndio? Si hata ndio alikuwa mnataka niambia mimi iko hapo kubina pete hawa. Kwa hivyo unaona huyu ni Ariisi mwana wa sababu. Na mimi sijui nikaa pande. Kwa nini picha iliwacha mimi? Mimi siku hii ndio nilipeleka hizi. Baba ni Ikonge. Toa kitu chivisha nyingi. Tulipigwa mingi sana. Ulisema kuna picha umewahi kupigwa na Ariisi uko nayo kwa hii nyumba? Iko kwa album. Tulete tafadhali. Ngoja mimi naangalia. Okay, leta. Please, iko. Mimi nafikiri tutapatia hapa. Ndio hii. Original ndio hii sasa. Ndio original. Original ndio hii. Original yenyewe imewekwa hapa. Sasa kuna ingine sasa huyu ni nani? Ni wewe. Mimi ni huyu. Mwenye hiyo iko na sweta hii. Mimi ni huyu. Na huyu ni Ariisi yenyewe. Huyu alikuwa nani Mong'are? Huyu alikuwa nani? Uliza Mong'are. Wako mubali. Oyo. Ngara kwa. Ngara ikonga ili tare kwega. Ligili simi gara ligili bichara. Oyo ni Nyagoka ubali. Ili tare kwega. Tajiti kwega. Ikanga. Hapa unaona Samuel member mesa usirite bona. Usirite besi ara kucheza. Oyo ni moyo. Oyo stogo ngabwa na ali tapi masini ya Kirwa. Oyo ni moyo. Indani restaurant gani? Motel. Daniel's one restaurant bona. Restaurant. Oyo ni moyo. Musu. Oyo Charles musu nyandege.
Chelsea enera kwa drums. Mwendo mas mwa agusu kwa na bono. Nera nayo yono. Oyo mwitire. Chelsea umayo. Omwitire. Mago. Oyo kwate bana re. Samu memba. Oyo nasirete. No oyo moyale. Oyo moyale yakina kali masa. Masa yale. Na ababonzi moya bali. Ababonzi ko to moya. Ariisi okwete. Ariisi okwete na memba. Oyo nare enere tuna Ariisi ndiye. Enere Ogutu na wewe. Unaona huyu ni Ariisi na huyu ni mimi. Ni kama hiyo siku hiyo tu. Tulikuwa kijana. Unaweza kujua hata hii ni mimi. Hiyo. Wewe. Hata hiyo ni mimi. Hata hiyo ni mimi. Ousa Ogutu. Ulikuwa kijana machachari. Na hii sasa mimi kisakuwa mzee. Hii ni ya juzi. 2019. Hiyo ni mzee. Sasa mimi kisakuwa mzee. Ni jambo gani unamkumbukia Ariisi sababu sana ambao unaweza kumbuka? Ariisi mimi nakumbuka yeye kwa vile anapenda watu. Ariisi hapana iko mdarao. Hata vile alikuwa yeye iko hata kama iko smart namna hiyo, yeye alikuwa hapana chunguza mbaya kwa mtu ambaye ni mbaya. Mbaya. He was very friendly, I can say. Ariisi was very friendly. Na tena alikuwa na bidii yake yeye ya gitaa. Ariisi kama angekuwa mpaka dakika hii, angekuwa juu. Kama yeye angekuwa hata dakika hii, hata iko watu wengi ambaye angekuwa amefundisha. Story iko. Na siku hizi mambo ya nini vitu ya Ariisi. Imbi. Sasa vitu ya Ariisi imewekwa tu. Au iliuzwa. Hapana, kuna wengine tunaendelea. Sawa. Kama unaendelea ni mzuri. Mungu atabariki nyinyi. Ariisi alipenda kazi yake. Sana. Kwa hivyo kwa watu ambao sasa tuseme wewe inaonekana ulikuwa mtu wa karibu sana. Huyo mzee. Sana Ariisi. Karibu sana. Mimi unasikia mimi najua hata jina ya baba yake yenyewe. Watu wengine najua tu Ariisi sababu. Na wajui sababu ni nani. Na wajui sababu you means what. It means what. Wewe unajua. Mimi mwenyewe yeye alimwambia mimi. Ariisi yenyewe alimwambia mimi baba yake alikuwa mzee yako kwetu. Lakini saa ile mtu nakuja kwa mambo mengine yeye anauliza sababu gani? Sababu gani? Sio watu wakataja yeye sababu gani? Vile ndugu yangu, vile baba yangu si soko la Kotacha. Hiyo Kotacha hiyo ni jina ya baba yangu ambayo ilikuwa ya utaani. Sasa ile wanakimbia na ile vitu ilikuwa wasee nakimbia naye samani. Ngao. Wanakimbia na wasee utache ungu. Alafu sasa ile alikuwa na saona hiyo sasa ni kazi ya hasara, akaingia business. Sasa akakuwa mtu ya business, alikuwa na maduka. Baba yangu alikuwa iko na duka Kidigori, iko na duka Kisumu. Iko na duka hapa Kopolo, iko na duka hapa Bondo, iko duka Akala, na wanawake 6. So Ariisi ni mtu safi. Sasa wakati amekuwa mgonjwa, alikwambia nimekuwa mgonjwa. Ariisi umetoka 1994? Ariisi mimi natoka 94 kama ako sawa. Nilisikia tu hata mimi niliuliza tu hii Ariisi alikuwa mgonjwa wakati gani? Alitumia hapana jua. Ukujua kwamba mimi sikujua. Hakukuwa na simu. Sasa hiyo umerudi retirement. Sasa hiyo ilikuwa mimi iko retirement. Mgeni ndiye alimwambia mimi very late. Hata mbaki. So wakati amekufa wewe hujui? Sikujua. Singechelewa na magani. Sasa wewe ulikuja kusikia Ariisi alikufa? Mpaka sasa mimi nauliza, na sasa kama nimekuwa watu yake iko madadi wako sasa. Mimi namwambia makini mgeni, muangalie kwa hisani yenu, muangalie family ya Ariisi. Isikue hivi, ikuwe mfano.
siku one day one time kama muda sema huyu unaona ni mtoto ya mpiga gitaa sababu. Sasa tukimalizia, wacha nikuulize hivi. Ukiangalia muziki wa enzi hizo na muziki wa sasa unaweza kusema namna gani? Mimi naambia wewe haki. Sisi ni watu ya zamani. Wewe unajua mimi tulicheza hata twist. Hata nini wakati hiyo. Na music ya saa hii is not smart. The composition hapana muziki. Kwa maana unaweza kuta one word naenda mara 3. Mara 10. Kurudia. Kwa hivyo hakuna message. Hakuna message. Na wale walitoa message lakini vile yao ilikuwa mzuri kwa maana akiimba one tena narudi once. Ya 3 narudi na nyingine. Tena narudia hiyo. Ya 4 so hakuna mambo ya maneno moja unasema mara 10. Wapi message hapo? Wakati Sami nilikuwa naambia wewe juu ya Ariisi. Tulikuwa na mzee. Si umesikia amerudia ile kitu niliambia wewe. Ariisi alikuwa mwanamuziki sana. Sana kutunza sana. Na kulikuwa na sababu. Anaimba hiyo wimbo. Wewe siimba kitu bure. Kuna message anataka hata ile saa ile siku ile mama ile alimwambia anataka uwa yeye ameimba ya and it was true. Ilikuwa iko ukweli, iko mama alikuwa anataka uwa yeye, alikuwa anamwambia siji nini. Kama Mungu mitaani. Sasa tukikuja kwa wimbo wako tukiusikiza ingawa amekuimba pia uko na uchumbe. Kabla ya kuimba hapa amepasi uchumbe kwamba sisi wa Kenya tuko na haki ya kuishi mahali popote pale. Tunataka Kenya hii. Yes. Hiyo ujumbe alikuwa naye. Wewe unajua tulienda wakati hiyo tulienda na yeye wapi ile tulienda Kericho Tea Hotel. Tulienda Tea Hotel. Tulienda Tea Hotel na Ariisi. Tulipofika Tea Hotel na Ariisi, mlienda wewe, Maina, Ariisi. Ariisi. Kabisa. Maina, mimi na Ariisi. Tukaenda Tea Hotel. So sasa tunapiga Tea Hotel, ni wazungu peke yake. Wakubwa peke yake. Wewe nani alikuwa anaweza kuja? Ariisi alikuwa mkubwa. Hata Kisumu Hotel nani alikuwa anaweza? Nani alikuwa anaingia? Hata mimi Ariisi alikuwa anaingia. Alikuwa anaingia. I remember one time tulipokuwa tunataka kuja Kisumu Hotel na Jose Arab kwa. Na Jim na Maina. Unasikia? Sasa nilipigia Ariisi ya DC hiyo. Nikamwambia unaweza penda kwenda sasa mimi nataka Kisumu, hata iko kijijini ningetafuta huko. Namwambia sisi tutakuja hapa, sisi tutachukua wewe hapa Ikonge. Tukatoka sasa ile tumetoka saa 2 around saa 3 on Saturday asubuhi. Tukachukua yeye hapa Ikonge. Karibu na duka tunakuta kama yeye iko kwa duka mtoto Cornelia Joseph. Tukachukua yeye mpaka Kisumu Tea Hotel na Kisumu Hotel yenyewe. Tukakaa, tukakula chai, tukafanya mambo yetu tulikuwa tunaleta sisi tukiwa na yeye, alafu tukamaliza, tukarudi. Kuna kitu tulikuwa Ariisi naweza kosa kujua kutoka kwangu. Alikuwa kama ndugu. Kama ni ndugu, si kama ilikuwa ni kama ndugu. Ungeweza kusengenya mimi kwa Ariisi. The same ungeweza kusengenya mimi kama mgeni iko. The same ilikuwa kusengenya mimi kama Maina Mweri. Naitwa Stephen Maina Manwa iko. Uwezi sengenya mimi. Na hata vile hivyo tulipendana namna hiyo, wale walikuwa na uwivu na mimi manager wenzangu ambaye alikuwa na uwivu walienda. Tulikuta group manager huko ambaye siwezi sema jina yake. Si alienda? Msungu kama ilikuwa general manager Mr. Malcolm Johnston. Come on. Onde dada.
Oyane kerema Ogo jara kudu wesi Orene batielere mito ya Kenya ya ito Oreno bondibore wako meyano si Orene batielere mito ya Kenya ya ito Oreno bondibore wako meyano si Nobody curabe, Mosigita curabe Baboko menya Kenya, tanto kaya curabe Nobody curabe, Mosigita curabe Baboko menya Kenya, tanto kaya curabe Watu mozina vaya, kwenye vindo vikura Mwadirane linde, tokonye kenya yaitu Watu mozina vaya, kwenye vindo vikura Mwadirane linde, tokonye kenya yaitu Upendo na umoja, marina likanjie Mungaro Moigonera kuomba Upendo na umoja, marina likanjie Asiki yaitu, moigonera kuomba Upendo na umoja na amani Sengenye yetu na vita kiremono Vile nimemukumbuka nilio Ousa kutoka Siaya Wakati nzuri amefanya makampuni mbali mbali Vile nimemukumbuka nilio Ousa kutoka Siaya Wakati nzuri amefanya makampuni mbali mbali Kazi ya Jemeli shuka kama manager Akaenda kule Nandi Tindereti esiteti Kazi ya Jemeli shuka kama manager Akaenda kule Nandi Tindereti esiteti Asante sana bwana nilio Ousa Asante sana Wewe na ndio hii Igabu Jemeli nigaringa sukari Akakonya bantu baita bangiga wate sukari Igabu Jemeli nigaringa sukari Akakonya bantu baita bangiga wate sukari Makararabu ya bakamutuma samachani Igabu Tindereti esitenti ya Bunandi Makararabu ya bakamutuma samachani Igabu Tindereti esitenti ya Bunandi Ogutu'S kutoka soko la Budaja Sakwa lokesheni hapo wilayani Siaya Ogutu'S kutoka soko la Budaja Sakwa lokesheni hapo wilayani Siaya Ogutu'S abantu baitu kerito Karego wakonya abantu bunabotambe Ogutu'S abantu baitu kerito Karego wakonya abantu bunabotambe Ube Usungumze na wakisi wote. Yes. Wapatie ujumbe. Yes. Ujumbe asante kwa kazi nzuri zilizokuwa anafanya nini. Sasa mimi naweza sema Ariisi sababu kama angekuwa msima sahihi angekuwa juu sana kwa watu ya music. Kwa maana yeye alikuwa ni kama mwalimu na vile hata kama vile yeye alivaa kama mwalimu. Ni ngumu sana ujue ati yeye alikuwa mwanamuziki. Unaona yeye kama mwalimu kwa maana akiza tengeneza nywele mzuri na anaweka hapa nini maridadi kabisa. Na mimi napiga pale sana hata kama saa hii yeye hapana iko bado roho yangu iko na yeye. Ariisi sababu nilijua na tulikuwa kama ndugu kabisa. Tukakaa na yeye miaka mingi mpaka mimi nimeretire 1994 na wacha kama yeye bado mzima. So nimepiga asante sana
wana Kisii, vile nilikana ya Kisii hapo Ikonge, mulitoza mimi mzuri sana kwa ajili ya Ariisi. Kwa maana jina ambayo Ariisi alinipatia na mlikuwa mnaona na macho yenu. Mlikuwa mnaona na macho yenu. Kama vile vitu nilikuwa mimi nafanya, so Ariisi hakusema uongo, alisema ukweli juu yangu. Ndio hata mimi nimeshukuru, nimeona sina mengi ya kusema, lakini Ariisi alale mzuri mahali pema. Asante sana mzee. Tunashukuru sana. Tunashukuru. Nisiwe. Asante. Nisiwe. Thank you so much. Asante. Mungu akuone. Kaburu.